Nilikuwa na ushauri kidogo kwenye vipengele viwili. Kipengele cha kwanza ni kwenye adult non-formal education. Nataka nizungumzie kidogo wale wenzetu wenye mahitaji maalum katika vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza, serikali nilikuwa naomba iongeze kidogo au iboreshe kidogo ile mikakati ya kuwatafuta wale watu wenye mahitaji maalum hasa vijijini ambao wazazi wao wameshindwa kuwapeleka mashuleni. Kwa nini? Kwa sababu nimefuatilia maeneo mengi. Unafika kwenye vile vijiji unakuta watu wengi ambao ni specialists lakini hawajapata fursa ya kwenda kusoma kwa sababu bado eneo hilo wazazi hawaamini kwamba huyo mtoto anaweza kawa na faida baadaye akishapata elimu. Kwa hiyo nilikuwa naomba serikali ijaribu kuongeza mikakati zaidi ya kusearch wale watu wenye mahitaji maalum hasa vijijini. Lakini jambo la pili, tunaendelea kuboresha elimu na nimesikia kuna inclusive of people with special needs katika discussion ya leo. Lakini bado kuna changamoto ya vifaa. Sasa mimi nilikuwa naomba serikali ijaribu, unapotaka kumpa elimu mtu mwenye mahitaji maalum, basi jaribu kuassess mahitaji ya vifaa vyake vitakavyomsaidia kupata elimu kwenye maeneo anayosoma. Kwa sababu nimeexperience maeneo mengi kuna uhafifu wa vifaa vingi. Ukianza na wale ambao wanatumia wheelchair kwenye vyuo wanaposoma, wapo wale ambao haoni wana uhitaji wa fimbo zinazosababisha washindwe kuvuka kutoka kwenye eneo moja hadi eneo lingine. Kwa hiyo ingekuwa bora sana serikali wangejua kila chuo kina idadi ya watu wa aina hiyo wangapi na mahitaji yao ni yapi. Lakini kipengele kingine cha tatu kwenye kundi la wenye mahitaji maalum, priority kwenye ajira. Nimeexperience mwanafunzi kutoka kwenye chuo changu mmoja, ameenda kwenye usaili, amepewa mtihani na muda sawa na wale ambao ni normal people. Sasa kilichotokea ni kwamba yeye ana tatizo la kuandika. Itabidi afeli mtihani kwa sababu wenzake wanaweza swali la 4, yeye hata swali la kwanza bado hajaanza kama tatizo lake yeye alimruhusu kuandika kwa speed. Sasa mimi nilikuwa naomba sana serikali kwenye hivyo vitu vitatu vya watu wenye mahitaji maalum ingeongeza ufuatiliaji sana kwa ajili ya kusaidia ndugu zetu hawa kufikia malengo yao. Lakini kwenye kipengele kingine ni kipengele cha curriculum za program. Tuna issue moja ambayo tunayo hasa sisi kwenye maeneo ya vyuo. Nataka nilege kwenye eneo gani mitaala ambayo tunaandaa mipya na programu zinazowekwa angalau zilinki kwenye soko la ajira. Ni jambo la ajabu sana inatangazwa ajira kwenye chuo fulani. Mwanafunzi aliyesoma kwenye chuo hicho anakuwa miongoni mwa walioomba kazi kwenye chuo hicho. Lakini kinachotokea ni kwamba hata mwenyewe anaonekana hajaqualify kufundisha kwenye chuo kilichomfundisha. Sasa tatizo ni nini? Kwamba amepata ujuzi kwenye chuo hicho, mazingira hayo zinatangazwa ajira kwenye chuo hicho, anaomba lakini bado anaonekana hana sifa tena za kuhudumia kwenye content za chuo alichokisoma. Sasa kidogo hii inatusurprise kidogo. Kwa mimi nilikuwa naomba mnapotuandalia mitaala kwa ajili ya kusoma, at least basi ilinki kwenye kile ambacho nyinyi mnahitaji mje mtu assess kwenye ajira tunavyoitwa kwa ajili ya kwamba kazi. Mimi yangu yalikuwa ni hayo. Asante sana.